mtangulize Mungu na kisha umtukuze. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Namba 2, utajiri sio kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Usije ukaona umefanikiwa kusema ni kwa sababu na mahusiano mazuri na nani? No. Ni kwa sababu unawajibika na Mungu anakubariki. Kama anawapatia hata waovu wasio na mahusiano na yeye, atakunyima wewe. Na wakati unafanya kazi. Kwa mambo yatunyenyekeshe. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Yatusaidie. Usifanye kazi kama mashindano, lakini fanya kazi kama wajibu ambao Mungu amekupatia. Jambo la 3. Mafanikio ni jaribu kubwa sana kwa watu wengi leo. Mafanikio ni jaribu kubwa mno kwa watu wengi leo. Wengi waliofanikiwa, mafanikio yao imekuwa ni jaribu. Wamefarakana na imani zao. Wamemtupa Mungu nje. Mtu alikuwa kabla hajapata hicho alichonacho leo alikuwa ni mwaminifu. Lakini alipopata hela anaanza kunywa bia, anaanza kwenda wapi? Anaanza kwenda disco, anaanza yani mambo mengi. Ninawaombea katika jina la Yesu, Mungu awabariki vizuri. Amen. Na anapowapa baraka, mkono wake uwe ndani yake. Haleluya. Amen. Ili walinde na uovu. Ubarikiwe ukiwa mahali ambapo Mungu yupo. Bwana asifiwe. Amen. Ukikosa wakati unafanya kazi, ukosa, lakini ukiwa mikononi mwa Mungu, usihangaike kwenda kutafuta baraka kwingine. Baraka za kweli ziko kwa Mungu wa mbinguni. Amen. Mwingine utadanganyika vizuri. Na ni lazima usikilize mwingine anachosema. Usiposikiliza, mambo yatakuwa mabaya. Sasa, napenda kumalizia. Ni jambo hili. Kwa nini Mungu anataka kwanza tutoe? Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 fungu la kwanza, nenda kumalizia katika fungu la Mwanzo 6:11, 12, 13 hadi 14, nitasoma hadi 15. Neno linasema, dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Na unajua walioharibu ni waliofanikiwa, si ndio? Walioharibu dunia ni wale ambao walikuwa wamefanikiwa. Hata wewe jiulize leo, Mungu amekubariki, ila hadi utoe kwa uaminifu, ni lazima kwanza uhamasishwe. Hello? Hadi usijiulize. Mungu, unajua Mungu amenibariki. Maana fulani Mungu amenipa baraka, ila kumrudishia hadi tukuhamasishe na kukusomea mafunzo. Uone tu kwamba yeye ni hatari. Walifanikiwa wakaanza kuiharibu dunia, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Akamwambia katika fungu la 14, ujifanyie. Hello? Yes. Ni Mwanzo sura. Akamwambia ujifanyie. Alisema unifanyie. Alimwambia hivi, ujifanyie safina ya mti wa nini? Wa mpinje. Sio unifanyie. Mungu akusema unifanyie, alisema ujifanyie wewe. Hello? Akamwambia fanya safina. Akamwambia ipi? Akamwambia sifa ya mti wa mpinje. Fanya na tumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Kwa hiyo Mungu alimwambia Nuhu, fanya safina. Haleluya. Amen. Jifanyie safina, lakini wakati anamwambia jenge, ni kweli kabisa, alimuuliza utaijenga kwa mbao za mti wa mpinje, lakini utaifunika ndani na nje kwa lami. Hayo yote material Mungu alikuwa ameshayatoa. Haleluya. Amen. Sio kama naongea na watu hapa. Material yote Mungu ameshatoa.
mti wa mpinje Mungu aliumba, lami Mungu aliumba. Kwa kuwa iko mikononi mwa Nuhu, Nuhu anaambiwa, Nuhu, ili uokolewe jifanyie nini? Safina. Kwa miti iliyokupatia hizo mali nilizokupatia, zitumie kutengeneza wokovu wako. Haleluya. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema hivi, Mungu alimwambia Nuhu ajenge, alikuwa ameshampatia kila kitu, ila anataka mpime kweli atatibu. Mali mmempa nazo, lami mmempa nayo, talanta nazo zingine tofauti na hivyo. Je, atanitii kweli? Biblia inasema Nuhu akapiga mbiu akatangaza kwamba jamani, Mungu amesema hivi, tujenge nini? Safina kwa ajili ya wokovu wetu. Haleluya. Lakini neno linasema Nuhu alitumia mali zake akajenga, na si kujenga tu, aliwalipa hadi wale maengineer wanajenga safina ambayo italeta wokovu. Halafu wanataka nini? Wanataka nini kanisa? Mshahara. Wanataka nini? Usiwaangalie, waangalia hapa leo. Kwani hili kanisa halina maengineer? Halina maengineer? Hatunao. Wanapokuja kujenga kanisa hili wanajenga bure. Tena wakati mwingine ndio wanaotukomoa, wanatupa bei ya juu kuliko hata wale ambao sio kanisa hili. Lakini wanajenga kitu ambacho kitabeba maisha yao ya kiroho na kuwafikisha wapi? Mbinguni. Mungu amewapa talanta zote hizo, ni talanta nilizopata, ni uwezo. Ile ikija katika hali ya kuvitumia ndani ya kanisa, wanataka tuwalipe. Halo? Wanataka tufanyeje? Watalipwa. Ndio waambia wakija kuna malipo, walipeni tu hizo. Fanye nini? Walipe. Mainjinia wale na wao pia walipwa. Na kujenga kuna mshahara. Jenga enjoy. Jenga kuna mshahara. Matokeo yake wao walijenga. Halo? Ila atakujenga, hakuna sehemu yoyote ya mali yao iliyohusika kujenga ile safina waliokuwa wanaitengeneza. Narudia, walijenga, walilipwa, wakajenga, lakini katika ujenzi wao hakuna hata sehemu ya mali yao iliyotangulia ikajenga safina. Walilipa mshahara wakatumia, walilipa mshahara wakatumia kwa mambo yao. Wale nane wote ambao waliingia katika safina, kilichotangulia kabla ya kuingia wao ni mali zao nini? Zile ambazo Mungu amewapatia. Ndio maana ilikuwa ni rahisi. Hata Nuhu alipomaliza kujenga safina, akawaambia tena, Mungu akasema waeleze kila mwenye mwili aingie ndani ya nini? Imeshakamilika, aingie ndani ya safina ili aepuke gharika leo Mungu. Watu waliingia, na dunia ya kipindi kile si kama hii. Watu walikuwa ni wengi. Hii ya kwetu sio na bilioni ngapi sasa hivi? Bilioni ngapi? 7. Sasa dunia wakati ule kabla ya gharika ilikuwa na bilioni 11.5. Ndani ya 11.5 bilioni walisurvive watu wakaingia ndani ya safina, lakini hawakuweza kukaa mle ndani. Kwa nini? Mioyo yao haiko ndani ya ile safina. Kwa maana nyingine, hata sisi tusipotanguliza kushukuru kwa moyo, mali zetu zikatangulia kule juu. Yesu alisema, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako. Ikiwa duniani
moyo wako utakuwa wapi? Ikiwa juu, moyo wako utakuwa wapi? Wale jamaa kwa kuwa mali zao hazikutangulia kuingia kwenye ndani ya safina, hata walipopewa wito wa kuingia ndani ya chombo ili wakwepe gharika, ni kweli waliingia. Na Mungu alisema mvua itanyesha baada ya siku ngapi? 7. Ya 8 itanyesha. Wakaingia ndani ya safina. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Wala mvua hainyeshi. Mwisho anasema ngoja tutoke, ni uongo. Na kuna wengine walitoka ni siku ya 7 jua linaenda kuzama. Sabato inapokamilika. Wakachomoka shwa. Walipotoka mle ndani, Biblia inasema malaika katumwa. Na usidhani kwamba ni malaika aliyetumwa. Ni lugha tu imeandika. Ila aliyekuja kufunga ule mlango ni Yesu mwenyewe. Kwa sababu anajitaja kwenye ufunguo, nikifungua mimi hakuna kufunga, na nikiufunga hakuna kufanya nini? Ndio maana alikuja kumlilia Nuhu, tufungulie, anamwambia mimi sina uwezo. Lakini kwa nini waliingia ndani ya safina baadaye wakatoka? Kwa sababu moyo wao haukuwa ndani mle. Moyo wao ulikuwa nje. Moyo wao, hazina yao ilikuwa mle ndani. Hazina yao ilikuwa sehemu zingine. Ndio maana kwa sababu hakuna cha kwao kilichotangulia, hata walipoingia ilikuwa ni rahisi kuondoka ndani ya safina. Nami nawaambia, ili tuingie mbinguni ni lazima kabla hatujakwenda mali zetu zitangulie. Haleluya. Ili timizwe hazina yako ilipo, moyo wako ndipo ulipo. Bwana sifiwe. Ndio jifanyie safina. Sio alifanyia. Na Waebrania ameandika vizuri. Kitabu cha Waebrania